لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا Yes, I will. Hawa ndo ni mahujaji yetu wa mwanzo kushuka wa Al-Ikhlas, ndo wanafika sasa hivi, ndo wa mwanzo kabisa inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio kushukuriwa, na pia tunashukuru taasisi yetu ya Ikhlasi ambayo imenisafiria. Afwan, jina langu ni Muhammad Rashid Suleiman, ambaye nimesafiri kwa kupitia taasisi ya Ikhlas. Kwa kweli taasisi hii imeanza semina zake kama miezi 8 takriban, kuanzia mfungo 4 huwa inaanza semina zake, na nia ni kuwafanya wale wateja wao wanaoenda nao kufanya zile ibada kwa ufanisi. Kwa hivyo wanaipeleka taasisi yao pasi na kuangalia kipato, wanapeleka taasisi yao kuangalia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefika Madina katika hoteli moja iliyokuwa mzuri sana ambayo iko karibu na msikiti, na alhamdulillah huduma za kijamii ambazo tulikuwa tunazihitaji zilikuwa ni huduma nzuri sana, kuanzia vyumba, kuanzia chakula. Tukafurahi, tukakaa pale, tukaondoka tukenda Maka, na tulipofika Maka tukapatiwa hoteli moja mzuri vile vile karibu na msikiti, kiasi ambacho tumezipita hata taasisi kubwa kubwa ambazo zilikuwa zinajitangaza vizuri zaidi, lakini tumezipita kwamba hata hoteli zao ziko nyuma, lakini hoteli yetu sisi ikawa iko mbele. Kwa kweli hata walipotuhoji wakaangalia na hoteli yetu, kwa ufupi walivutika na hoteli yetu, walivutika kwa hoteli yetu kwa barabarani kabisa. Alhamdulillah, semina zilikuwa zinaendelea, hata huko semina zilikuwa zinaendelea kutoa mafunzo, kila kitendo kwa kitendo, hawatuachi mkono, hatua kwa hatua, hakuna aliopotea, hakuna alopata shida ya aina yoyote. Kwa kweli wanastahili sifa, na Mwenyezi Mungu atawalipa kwa nia zao nzuri. Ninawaambia Waislamu wote walipo, wanapotaka kusafiri kwa Ikhlas,
basi watakaposafiri kwenda hija, hebu waitafute hii taasisi kuja kuhakikisha yale ambayo ninayowaambia kama ni sahihi. Wametupeleka kwa mapenzi sana na makubwa sana, na kila hatua tuko pamoja nao. Wako mbele, tuko nyuma. Kila hatua wako mbele, tuko nyuma. Wanawake wanatangulizwa kuwa mbele, wanaume tunakuwa nyuma, kuhakikisha wale wanawake wanapata huduma zao na hawapotei na wanafarijika na hii taasisi. Kwa hivyo ninawaomba Waislamu mbalimbali Dar es Salaam, Pemba, hapa kwetu Unguja, kila ambaye anataka kusafiri aombe Mungu kuja kusafiri nao hii taasisi, atajifaidia mengi haya ambayo ninakuwa ninayazungumza muda huu. Kwa kweli sisi tumefarajika hadi sasa, tunatoka tumehakikishiwa kwamba kila mmoja mkoba ameupata na maji yake ya Zamzam amepata, kisha tukaombewa na dua, halafu tukaambiwa inshallah nendeni nyumbani salama. Kwa kweli tumefarajika sana na taasisi hii, tunaiombea dua. Sisi tutakuwalipa hatuna, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Sheikh Suleiman na Sheikh Hamis Gharibu ya kuwalipa sisi hatuna, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipeni. Mimi binafsi nilizungumza na baadhi ya vijana wangu walioenda katika taasisi kubwa, wakaniona akaniambia hii ndio hoteli yenu, nikamwambia hii ndio hoteli yetu. Alhamdulillah, nyinyi mko barabarani, alafu hoteli yenu nzuri. Kwa kweli niliona wamevutika na taasisi yetu. Kwa hiyo baada ya salamu zangu hizi fupi, tunakuombeni Waislamu tuiunge mkono taasisi hii. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Hebu niambie, kuna kitu gani kikubwa ambacho kimetokezea Maka ambacho katika viongozi wakaweza kukusaidieni? Kuna jambo kubwa lolote? Kwanza ni kuhakikisha katika yale maeneo muhimu wanatuunga mkono. Moja, jamarati ile tulikuwa tuko pamoja na wale ambao hawawezi kwenda, walitafutiwa hata vigari kuhakikisha wanakwenda. Na istoshe katika sehemu za Muzdalifa ambazo ni sehemu kidogo zina shida sana, lakini walihakikisha hatupotei na walihakikisha tunakaa pahala pamoja, na wakatuambia usiku ule tuokote vijue, tukaokota, alhamdulillah. Jingine ni sehemu ya Mina ambayo nayo kidogo ina mvurugano mkubwa sana, lakini tuliwekwa sehemu moja sote, na tukaweka sio sehemu moja kwamba holi moja, pahala pamoja, kwamba ikhlasi tunakaa pahala pamoja ili tupate kushauriana kwa hatua na hatua na kuweza kuendeleza zile semina zetu na vikao vyetu kuendelea. Kwa hivyo kwa kweli mkiyasema ni mengi sana, kwa hivyo bora hayo yanayosema yanatosha. Salamu zake Sheikh Suleiman, salamu zake Sheikh Hamis Gharibu. Naam. La mwisho. Naam. Unakuwa balozi wa Al-Ikhlasi hapo ukitoka? Mimi sio balozi wa Ikhlasi, mie ni memba, maana ni zaidi ya balozi. Tunazungumza kwamba mimi nitaihakikisha kwamba nimeishika mkono na kuwatafuta wenzangu ndani ya familia yangu wanaonihusu nzuri na nje ya familia yangu ambao ni watu wa karibu, hakikisha na watangazia raha hizi ambazo nimezipata mimi binafsi. Hadi sasa viongozi wetu hapo ndani wanahakikisha watu wao wote wametoka na wamefika nyumbani salama. Mwakani tena na mwakani tena, sio peke yangu, mwakani naleta watu 5 inshallah. Amina, inshallah. Wabillahi tawfiq. Hadha, assalamu alaykum. Haya, Hamed Rashid Suleiman. Huyo anaitwa Hamed Rashid Suleimani, ameweza kutuelezea kuhusiana na taasisi ya Al-Ikhlasi. Nadhani mmemsikia. Nipo hapa bado tena na watafuta vile vile mahujaji wengine wa Al-Ikhlasi. Nipo hapa mpaka tujue nini kinachoendelea. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bado tupo kwenye rada zetu za Al-Ikhlas Online TV. Tumempata hujaji wetu anaitwa Ramadhan Rajabu, atatuelezea nini kilichojiri, kimetokezea nini huko. Tutapata mawili matatu kuyasikia insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunashukuru tumeanza safari yetu vizuri na leo tumehitimisha, tumerudi salama. Jina naitwa Ramadhan Rajab Nyikombo. Tunashukuru mengi ambayo tumeyategemea basi tumeyapata katika taasisi yetu. Uongozi umetuchukua kama watoto wadogo na takriban wengi wameridhika, na tuko na semina tathmini nayo itakuja kutoa zaidi. Naam. Lakini kwa kweli mengi ambayo tumeyatarajia
tumekwenda vizuri. Kuhusu chakula tumekwenda vizuri, Maka na Madina kadhalika. Kwa hiyo alhamdulillah tunashukuru taasisi yetu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas basi iko vizuri. Tokeo gani lilo ambalo lokutana nalo kubwa viongozi wakaweza kukusaidia? Kuna tokeo gani umekutana nalo huko? Kwa kawaida sisi vitendo vyote tunafanya. Hilo moja kubwa ni kwamba vitendo vyote tunafanya kwa pamoja. Kwa hiyo pamoja na mafunzo ambayo yametendeka huku, lakini bado tunabaki kuwa leo tunafanya kitu gani, leo ni mwezi ngapi na tunafanya kitu gani. Kwa hiyo tunafanya mraja kwa kwamba leo tunafanya kitu gani. Kwa hiyo kila mtu anaondoka pale anajua leo tunafanya nini, si tu yale mfunzo ambayo Kwa hiyo hili ni moja ambalo linatuweka mbele kidogo, linatusaidia kufahamika vizuri au tufahamike vizuri kwamba hatumuachi mtu kama mtu, lakini bado tawafu tumekwenda kwa pamoja, zile za kuaga tumekwenda kwa pamoja, lakini tulipokuwa Mina tumeomba dua za pamoja, muombe serikali na nyingine zote hizi. Kwa hiyo mambo mengi tulikuwa tunafanya kwa pamoja, sio kuachiwa tu labda wewe kafanya hivi. Mambo mengi tulikuwa tunaenda kwa pamoja. Mwakani inshallah utawaleta wangapi kwenye taasisi yetu ya Al-Ikhlas unategemea? Sisi kwa kawaida tuna deal na wengi, ndio 5, 10, lakini wanaofanikiwa unaweza kupata 2, 3. Inshallah. Kitazama kwa mfano kwa mwaka huu tulihangaika na wengi, lakini finally tumepata, pengine nimeweza kupata watu 2. Ndio. Ni 2 mara hii tupata. Kwa hiyo mwakani vipi tena? Upo tena? Ikiwezekana tupo sisi, hakuchoshi kutamu kule, hakutoshi. Inshallah, na huduma za Al-Ikhlas vile nzuri. Kabisa. Raha tu kabisa, tunashukuru. Mungu anasaidia. Kabisa. Inshallah, wabillahi tawfiq. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana, shukrani. Huyu ni Shehe Ramadhan Rajab, tulikuwa tunaongea naye, kaweza kutupa mawili matatu kuhusiana na kadhia hii. Basi tuendelee tena kwa tafuta wengine tuweze kuendelea nao. Al-Ikhlas Haji al-Umra inshallah, tuko nao pamoja inshallah. Cha Abedi Aman Karume, tupo katika kufuatilia ujio wa mahujaji kurejea nyumbani wa Al-Ikhlas. Kwa hivyo hapa tumekwenda, tumempata hujaji mwingine wa Al-Ikhlas, Hafiz Rai. Tunaye hapa, tutamuuliza mawili matatu na atatuelezea mazuri ya huko. Kuna mazuri, hakuna mabaya. Kwa hivyo tumsikilize nini atachoongea inshallah. Huko ni mambo mazuri tu kusema kweli. Uongozi wa Ikhlas kusema kweli umejitahidi sana kutuwekea mazingira ambayo ni sahihi, ambayo hayana mashaka. Tukielekea upande wa Mina, Al-Ikhlas wametekeleza vizuri tu. Muzdalifa ambako kuna watu wengi, lakini Ikhlas wametuwekea mazingira mazuri, na hata kwenye kwenye kurusha mawe pia tumekwenda vizuri. Uongozi wa Ikhlas kusema kweli umejitahidi sana, kwa sababu watu ni wengi sana. Uongozi usipokuwa makini, basi watu wanaweza wakapotea wakenda huko, lakini Ikhlas wamejipanga vizuri sana na tumekwenda vizuri. Tunashukuru Mungu, alhamdulillah. Kuna jambo watu wanasema ukiwa karibu na msikiti na kuwa vizuri na nini, ili jambo vipi? Hilo ni kweli, kwa sababu kama uko karibu na msikiti ambapo Ikhlas Al-Ikhlas wanajitahidi sana kuchukua mahoteli ambayo yapo karibu na msikiti, na karibu na msikiti ni vizuri kwa sababu unatoka kwenye hoteli unaingia msikiti. Lakini sasa leo uko masafa ya mbali, ina maana hata baadhi ya vipindi vya sala itabidi pia vinakupita, au vinginevyo utoke asubuhi kwenye hoteli yako alafu yake ushinde msikitini, pengine hapo utapambana na njaa, utapambana na nini. Lakini Al-Ikhlas wanachukua pale msikitini, unafanya ibada, unapata mahitaji yako ya lazima ya kibinadamu, unarudi tena msikitini. Kwa maana hiyo kuwa karibu na msikiti hiyo ni vizuri sana. Kwa hiyo vile tunaipongeza Al-Ikhlas. Mimi ni mara ya pili
kushiriki masuala ya hija, na mara zote Al-Ikhlasi wanachukua karibu na msikiti, kwa maana Al-Ikhlasi wako vizuri sana. Kwa hivyo hapo pana utofauti wa kuwa mbali na kuwa karibu. Tunataka mwakani utafutie watu kama 5 hivi kwenye taasisi yetu Al-Ikhlas. Vipi ukitoka hapa vipi? Hiyo haina shida, hata 10 naahidi, hata 10 mimi naambia 5, lakini hata 10 pia. Kwa balozi wetu mzuri wa Al-Ikhlas. Mimi ni balozi mzuri, kwa maana hata 10 pia naweza nikapeleka tukafanikisha hilo swala la hija ambalo ni lazima kwa Muislamu. Inshallah. Unaambia nini watu waende hija, kwa sababu hija tunaambiwa kwamba ina misukosuko, ina nini, yani unatakiwa uwe na nguvu hivi fulani, kweli kitu kama hicho? Kwa vile hija ni nguzo, kwa maana tunatoa wito kwa Waislamu wote waitikie wito bila kujali kwamba nguvu sio na nguvu, kwa sababu hata ukifika, hata kama una nguvu pale, pia kuna misaada ambayo pia unaweza ukaipata. Kwa maana hiyo pia lisiwatishe watu kwamba ushakuwa mzee kidogo tena usiende kwamba ndio vijana tu, hilo naona halina nani. Kwa maana tutekeleze nguzo ya 5 ya Uislamu. Inshallah bwana Sheikh, nakutakia kila laheri, pole na machofu. Inshallah tuko pamoja. Balozi wetu mzuri mwakani inshallah. Katika pita zangu nikasema hata haiwezekani, niko hapa airport naiwakilisha online TV, Al-Ikhlas online TV, alafu nisimpate mwenyekiti wetu wa Al-Ikhlas. Sasa nimemtafuta leo mpaka nimempata. Tunaye hapa Sheikh Suleiman, atatuelezea mambo mazuri ya uko hija, nini kimetokezea, nini kitaongezwa, mambo kama hayo. Kwa hivyo tukae tumsikilize, atatuambia kwa mukhtasari tu, maana kachoka machofu, hataki kumchosha. Inshallah. Sheikh Suleiman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kwanza kufika salama, lakini la pili tunamshukuru Allah kwa kutuwezesha kukamilisha ibada ya hija ya mwaka huu kwa salama, na mahujaji wote Allah kawapa siha na afya, tumefanya nao ibada mwanzo mpaka mwisho. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mwaka huu kwa kweli ulikuwa mwaka wa mfano, kwa sababu miaka 3 au 4 iliyopita kunakuwa na changamoto kubwa wakati tupo katika mashair, sehemu zile za mashair, hususan Mina, kuna changamoto kubwa. Lakini ala kulli hali mwaka huu wenzetu, viongozi wetu wa bi'tha na viongozi wetu wa hija kwa kweli wamejitahidi sana. Tunamshukuru Allah. Kwanza mwaka huu tumekaa tofauti na miaka ya zamani, na kuwa kwenye hema hilo na joto lake, ukiondoka pale na kuwa hali nzito. Lakini kwa mwaka huu kwa kweli umeratibiwa vizuri, na nafikiri na kama ulikuwa umewahoji vizuri mahujaji wale kuja tena mwaka huu baada ya miaka 2 au 3 baada ya kuja tena kurudi tena Maka kwenda kutekeleza ibada ya hija, ima kumuhijia mtu au kumuhijia mzee wake, mtu kaona mabadiliko makubwa katika sehemu hizo za mashairi. Kwa hivyo sisi tunamshukuru Allah, maboresho yalikuwa mazuri sana. Tunamuomba Allah awatie taufiki ndugu zetu wanaosimamia ibada hii ya hija, wazidi kufanya vizuri, kuwafanyia wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunamshukuru tena Allah kwa kutuwafikisha lile ambalo katika nafsi yetu kama viongozi Allah katupa taufiki tumelisimamia, kwa sababu kauli yetu mbiu kwamba tunasema tutasimamia ibada ya hija kwa mahujaji, kuhakikisha kwamba ile dhima ambayo tumeibeba sisi kama viongozi, dhima hiyo tunaitekeleza. Na nafikiri mwandishi kama umewahoji vizuri mahujaji, nafikiri mengi wameeleza, lakini kwa upande wetu sisi tunamshukuru Allah, tumeyafikia yale malengo ambayo tumeahidi kwa wao mahujaji, na tumefanya hivyo kuwasimamia tokea tulipoingia Maka
katika hali zote, kuanza tawafu ya kwanza, tawafu al-ifadha, tukaja tawafu ya pili, tawafu ya umra, tawafu al-ifadha na tawafu al-wadai. Zote hizo zilikuwa chini ya usimamizi wa uongozi wa taasisi ya Al-Ikhlas Hajj wal Umra na viongozi wake. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwamba lililobakia tunamwachilia Allah, lakini sisi kama viongozi tumejitahidi kuwa nao bega kwa bega mwanzo mpaka mwisho, kuhakikisha ile kiu yao ya utekelezaji wa ibada juu ya usimamizi wa viongozi wao basi imekamilika. Baada ya kusema hayo, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah na nyinyi ambao hamjenda kujalieni mwende. Amen. Na tunatoa wito kwa vijana. Amen. Vijana wajitahidi, asiseme kwamba mpaka, maana kuna vijana wengine husema bado mimi sijamaliza mambo yangu, bado mimi sijafanya hivi, lakini hakuna jambo kama hilo, kwa sababu Mtume sallallahu anasema ta'ajjalu ala alhajj, fanyeni haraka mkaitekeleze ibada ya hija, fa inna ahadakum, kwani hakika mmoja wenu la yadri ma ya'ridu lahu, hajui nini kitachomtokezea kesho. Kwa hivyo akifanya hima, akajitahidi, na kwa kweli hili jambo uweke nia katika nafsi yako, lakini na umuoneshe Allah kwamba wewe hili jambo unalitaka. Mtu vijana hawa yanasema bado kwenda hija, lakini kijana huyo anamiliki nyumba zisizopungua 5, ana magari yasiyopungua 10, uongo akiuza moja, akiuza kitu chengine, anaweza kwenda hija na asiharibikiwe lolote. Na kwa sababu Mtume sallam kaahidi yule ambaye atotoa kwa ajili yake, basi Allah atampa mbadala wa kile alichokitoa. Kwa hivyo wito wetu kwa vijana, twende hija hali ya kuwa tuko vijana, tutafurahi na tutafurahika kwa ibada yetu ya hija. Tofauti na ukiwa tayari umri umekwenda, inakuwa kidogo kuna mambo yanakupa uzito ndani yake. Baada ya kusema hayo, tunawashukuru sana. Tunakuombeni, hija tayari ishatangazwa, kwa hivyo watu wafanye hima mapema kabisa, wajiandikishe, na kujiandikisha kwako mapema ndio kuanza kupata ile taaluma mapema ya ibada ya hija na kujiweka imara juu ya utekelezaji wa ibada nyingine ya hija. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Inshallah tumemsikia Sheikh Suleimani alivyoeleza vizuri, kwa ufupi kaeleza vizuri. Sheikh Suleiman kaeleza vizuri kabisa kuhusiana na taasisi ilivyo na mwelekeo wa taasisi, na kahimiza vijana wajiandikishe mapema, waanze harakati za hija. Kwa hii imeisha sasa, mwakani ishafungulia. Kwa hivyo kaeleza vizuri, na sisi inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kupata muafaka wa kwenda zetu hija mwakani ambao tulikuwa hatujaenda. Nafikiri hicho ni kikubwa ambacho kilichojiri. Yalojiri mengi kaeleza. Kwa hivyo inshallah vijana mnahimizwa mwanze kwenda hija. Sio mtu ana pengine ana gari 3, ana gari 4, lakini anaona uvivu kwenda kuuza hapo 1 2 kwa ajili ya kwenda hija. Ana nyumba zinafika 6 7, uza moja, nenda zako hija. Hija ni katika moja katika nguzo wa Kiislamu, na kuna usiri mkubwa hapa. Kama hujafanya maamuzi, siku zote utasema mimi bado siwezi kuuza. Kwa hivyo Sheikh Suleiman kaeleza vizuri, inshallah tumeyasikia. Wabillahi tawfiq, inshallah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لله رب العالمين.